Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tuna ujumbe huu, nataka uende kwa kijana ambaye yeye ni katika vijana ambao wanatetea mrengo wa Kishia. Abu Hamadani al-bahith al-muhaqqiq fi madhhab Shia, mwanachuoni mkubwa huyu alim Hamadani katika madhhabu ya Shia. Tuna nukta kadhaa za kuziashiria ambazo amezungumza. Nukta ya kwanza, amesema nisimuite huyu, ninaitwa Abu Luqman au unaweza ukaniita Abu Hamdan. Ni mmoja katika maduati wa sunna. Kwa hiyo siku nyingine usiseme leo tuko na huyu, sema leo tuko na Abu Luqman au tuko na Abu Hamdan. Kama nimuite Abu Hamadani, atadhir, dini yangu inaniambia niombe radhi, nisimwambie mtu kitu asichokitaka, lakini kukupa elimu na kufundisha kuko pale pale, sikuachi. Kwa hiyo leo bado tunaendelea na Abu Hamadani. Nukta yake ya kwanza kabisa. Nukta ya pili, anasema kwamba shekhe ameita nahwu wadih, inaitwa an-nahwu al-wadih. Kila ananyanyuka leo akasoma nahwu wadih na mistari miwili kwa ajili ya Mashia, tayari na yeye ni mwanachuoni, ananyanyuka kwa ajili ya kuwaradi. Sababu umesema kwamba unajua siku hizi vijana wakishasoma nahwu al-wadih itamke vizuri, na hilo sitaki nilizungumzie, lakini inaitwa an-nahwu al-wadih au an-nahwu al-wadih. Mashaallah, safi sana. Hatimaye nimepata mwalimu mwingine wa lugha. Takbir, Allahu akbar. Mwalimu mkubwa wa lugha. Sheikh, sikiza nikwambie, mimi nazungumza Kiswahili, na kama nazungumza Kiswahili usinilazimishe niseme an-nahwu al-wadih. Nimesema ni wa vijiwahabi ambao vinasoma nahwu al-wadih. Tena ushukuru, kwenye hiyo ya pili nimeweka nahwu al-wadih, ningesema nahwu wadih kabisa na ikawa sawa sawa. Kwa hiyo ingekuwa nazungumza Kiarabu, ingekuwa una haki ya kunikosoa, lakini nazungumza Kiswahili. Kwa hiyo hongera sana mwalimu wangu wa nahwu, mwalimu wangu wa lugha wa pili, nimepata mwalimu wa lugha. Mashaallah, ayu al-wahabia. Lakini dalili zetu zitarudi pale pale. Tulizungumza mashafu ya Fatima, nimetoa riwaya, hakuna hata sehemu moja uliogusa. Nukta ya tatu, bwana huyu asema ukichunguza vizuri nimemzidi kwa umri. Na tena si cha ajabu, ukija kufanya research vizuri yawezekana ninakuzidi umri. Kuna vitu vitakudanganya, lakini nataka nikuhakikishie kwamba ukija kufanya research vizuri yawezekana wewe mimi ninakuzidi umri. Thumma madha, kisha nini? Umenizidi kwa umri. Miaka yako ni 100. Ana tiflun laka waladun asasa. Thumma madha, alafu nini? Lakini turudi kwenye dalili. Nukta yake ambayo ameizungumza, anasema mimi na yeye imani zetu haziwezi kuwa sawa sawa, kwa sababu mimi naamini kwamba malaika Jibril anaendelea kuteremka, ameteremka kwa Fatima na akampa masafu ya Fatima. Lakini Hussein, nataka ujue kwamba kumbe baina yangu na wewe kuna utofauti mkubwa kabisa ambao nataka Waislamu waujue. Baini wa bainak mafawis. Baina yangu na wewe kuna gap kubwa kabisa, gap refu kabisa. Na gap lenyewe ni lipi? Ni imanuka binuzuli Jibrila alayhi salam ala Fatima az-Zahra. Ni imani yako ambayo uko nayo ya kwamba Jibril alikuwa akishuka kwa Fatima az-Zahra wa yukallimuha, na akiwa anazungumza naye. Tena sio kwamba yukallimuha fakat, wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaktubu ma yaqulu Jibril. Usul al-Kafi الجزء الأول جزء kwanza cha Sheikh al-Kulaini iliyotiwa rangi. Qala mushaf Fatima, qala fasakata tawila, yani saala an mushaf Fatima fasakata tawila, akanyamaza kwa muda. Thumma kisha akasema innakum tabathuna amma tuninun wa amma la tuninun, hakika nyinyi mnatafuta yale mnayotaka na yale msiyotaka. Inna Fatima makathat ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Fatima amebakia baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam 75 yawma, siku 75. Wa kana dakhalaha huzn shadidun ala abiha, akiwa ameingiwa na huzuni kubwa sana ya baba yake. Wakana Jibril alayhi salam yatiha, akawa Jibril anamjia, fayuhsinu wazaaha, ana mpa pole kwa huzuni yake, ala abiha, juu ya baba yake, wayutayibu nafsaha, na anamtengenezea nafsi yake kwa nzuri, wayukhbiruha an abiha wa makanihi,
na anamwambia kuhusu baba yake na sehemu alipo. Wa yuhbiruha mimma yakunu ba'daha fi dhurriyyatiha, na anamwambia yatakayotokea baada yake kwa kizazi chake. Wa kana aliyun alayhi salam yaktubu dhalika, na Ali alikuwa akiandika hilo. Fa hadha mushafu Fatima alayha salam, huo ndio unaoitwa mushafu Fatima. Hadha huwa al-fariq baini wa bainak, jambo ambalo linaweka mipaka mirefu baina yangu na wewe. Nataka ujielewe kwamba imani ya bado kushuka kwa Jibril tena aje kwa Fatima, na aje kwa Fatima kwa ajili ya kumwambia maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma, na maneno hayo Fatima akayapokea, alafu Ali akawa anayaandika. Kwanza haya maneno yanaleta pointi moja kubwa ya aibu ya kwamba baini wa bainaka fasil. Hapa na